Leo hii nimetoa shule, leo hii nananyasika, natembea, nikipanda kwenye gari mama nasukumwa, kiuno sina, miguu sina, moyo ndio huo. Asante mkuu, nashukuru kwa kunipa nafasi ya kuongea. Mimi naitwa Mama Ana Lema, ni mrembo wa Gazaulole. Nakumbuka nilihamia mimi 78. Kutoka 78 kulikuwa kijiji, kulikuwa poli kavu. Tukashirikiana na kijiji mpaka ilipofika 90. Nikaita mkutano nikiwa mwenyekiti wa kijiji. Nilipoita mkutano, kwa sababu watoto wetu walikuwa wanaenda barabarani kutoka kule mpaka Bomang'ombe nyumbani, tukamazisha tujenge shule. Mpaka niuliza, shule tutajenga? Tunayo eneo? Nikawaambia kwa sababu mimi nilitoa na kijiji, eneo nitalitoa mimi. Nikatoa eka 2 nikawapa. Tukaanza sasa mchakato wa kujenga shule. Tumejenga shule na wananchi, mabalozi, wamama, watu wengi tu. Tukafikisha darasa la 3 na mmoja wapo aliyesoma hiyo shule tuko naye. Basi tulipofikisha darasa la 3 tukasema sasa watoto wetu waje. Haikufikia pale. Mwenge wa uhuru ukaja 93. Alikuwa Profesa Sarungi. Akaja kwetu, ndio mwenge wa kwanza kusimamishwa Bomang'ombe. Nikaupokea mwenge mimi, tukaingiza ndani na Sarungi. Tukapita, tukasurvey report, akasema sasa mama, wewe umetoa shule na hii shule unahangaika nayo, kwa hiyo tuweke mipaka. Tukaweka mipaka shule, na wale waliokutoa shule wakafidiwa. Wa kwanza kufidiwa na mama na Miropo, tukaita mkutano, hela zake zikachelewa, tukachanga. Akiwa naye mwenyekiti nilimwachia, alikuwa usiri, tukamlipa yule mama. Tukaendelea, tumekaa pale sisi hatuna lile wala lile. 93 tukaendelea, 93, 94 mimi nikaendelea kulima pale, kufanya kazi zangu pale, na nina watoto pale, nina wajukuu wengine nimeachiwa pale yatima. Sikuwa na pressure yoyote, nikaendelea kulima. Sasa kuna kisehemu kile cha kulima, nililima pale kwa sababu shule haiwezi kupanda. Na mimi nikawa na matumaini kwa sababu tuliambiwa watu wa juu wasifanye nini? Wasibuguziwe. Nikamuuliza sasa, baba, shule maendeleo ya shule wapi? Ndio tukapata Gazaulole B eka 5. Tukapata nasari pale pale. Viwanja vya mpira viko pale pale. Green belt iko pale pale. Na mpaka sasa vipo. Hasa cha kushangaza 2002 mimi nikaona ninaumwa. Nimefuatilia, ni karibu madisi 10. Nimeenda kila mahali, mkoani, wapi, sikupata jibu. Nikaona ya nini na mimi ninakufa na eneo ni la kwangu. Nikatoa kieneo pale, nikauza. Niliyemuuza kwamba mwanangu nipe, naenda Dar es Salaam kwa sababu moyo wangu si mzuri, nilipata pressure kwa ajili ya hii eneo ninavyohangaika nalo. Moyo wangu si mzuri. Basi akanipa hela. Mimi nikaenda kwa wajukuu Dar es Salaam, nikaenda kujitibu. Nimekaa huko. Urudi 2002, 2022 mwezi wa 8 siku tarehe 5 ndio sasa tunaendeleza pale na yule ambaye nilimzungumzia. Ndio nikaona namba, tukasimamishwa, msiendelee, mchanga huko hapo, sementi ziko, msiendelee tena. Nikauliza, kulikoni? Wewe mama umeingilia halmashauri. Nikauliza mkuu, je, halmashauri imenikuta au ni mimi nimekuta halmashauri? Wakaniambia hatuwezi kujua, wewe umeingilia. Nikaambia kama nimeingilia na mimi niko hapo na halmashauri na kutoka 88 tuliwekewa namba za nyumba, nimeingilia. Sikupata jibu mkuu. Nimetembea nauli, nimeharibu zaidi ya milioni 2 nimeharibu. Dar es Salaam kurudi, napigwa daladala. Mpaka hii leo umenikubalia, umeniita, umenisikiliza. Mungu akubariki. Haya,
Ndio hivyo mkuu. Sasa mimi nilicho nacho tu hapa, mimi yangu kukuuliza tu mkuu, je, wilaya halmashauri imenikuta au ni mimi nimekuta halmashauri? Na halmashauri ni watu, ardhi ni watu, na mimi niko pale ni mwenyeji na nimekulia pale. Sasa hivi na miaka 75 na pale nimekaa miaka 50. Je, halmashauri nataka kunipeleka wapi? Nitaenda wapi? Pale na yatima 4, nina watoto watano, hawana mbele wala nyuma, ni mimi nasimama nao. Mimi ni mgonjwa, nataka nitibiwe. Umri wangu mkinihamisha pale, na mimi ni mkazi, nimetoa eneo la shule, sikulipiwa kitu chochote mpaka sasa mkuu, na mimi bado muda mdogo tu niondoke duniani. Leo hii nimetoa shule, leo hii nananyasika, natembea nikipanda kwenye gari, mama nasukumwa, kiuno sina, miguu sina, moyo ndio huo, mnataka kunitoa. Ninakuomba mkuu, naomba ikiwezekana nipimieni, niachieni pale kwangu nikae, kwa sababu hata nikifa sasa hivi wale watoto watakuja kuzunguka jeneza langu wakiambiwa bibi, wakiambiwa yule bibi ndio tunasoma. Mimi ile shule nilitoa kwa sababu ya watoto wasiende mbali, na wengine wamekuwa sasa hivi. Klasi tumekusikia na wananchi wamekusikia. Ndio. Na wakuu wa idara wamesikia. Ndio. Sasa nataka niwape na mtu mwingine ambaye hajasema kabisa. Amin. Yuko bwana mmoja na yeye ni mwananchi pale ana eneo lake. Si mko watatu pale. Mkuu wa wilaya, kama wananchi hao walivyoeleza, pale kuna maeneo mawili. Kuna eneo ambalo sasa hivi kuna shule na kuna eneo ambalo sasa hivi kuna wale wananchi wanaolalamika. Eneo la shule ndio Tolu walikuwepo na wananchi wengine. Eneo lile wananchi wale walishalipwa fidia, wengine wakakubaliana na halmashauri badala ya fidia keshi wakapewa viwanja. Na mwaka jana tulimaliza kuwapa viwanja eneo la dampo. Tolu sasa kesi yake ni nyingine, alikuwa adai tena viwanja. Anasema alilipwa fedha, mojawapo ya wale wananchi ambao walilipwa fedha awali, na cheki yake anadai kuna afisa ardhi anaitwa Majumba aliondoka na cheki yake. Kwa hiyo Tolu kama Tolu hana madai na serikali, ana madai na afisa ambaye anadai kwamba alimpora cheki yake akaondoka nayo. Haya, unajua tuandalaini hapo. Huyu Tolu leo ni mara ya 4 anakuja kwenye mikutano yangu. Mara ya kwanza nilipofika nilifanya mkutano Geza Ulole, akajitokeza akanieleza habari hii. Mara ya pili nilikuja kwenye mkutano hapa kwangu, niliita wananchi wenye migogoro, akaja akaeleza. Mara ya tatu siku ya waziri mkuu, na nikaenda tena pale mimi kwenda kwenye Geza Ulole. Leo amekuja tena, maelezo ni yale yale. Katibu tawala, huyu Majumba alikuwa ni nani hapa? Ndio afsari alikuwa afsari. Majumba yuko wapi sasa hivi? Singida. Nakumbuka niliwahi kutoa maelekezo aje hapa. Imekuwaje?